kahumullahu alkhizya fil hayati dunya, Allah aliwaangamiza akawaonjesha khizaya ya maisha ya dunia. Khizaya ni fedheha au kudhalilika. Allah akawadhalilisha kwenye dunia hii kabla ya siku ya Kiyama. Faadhaqahumullahu dhulla wasighara, Allah kawaonjesha udhalilifu, kawadunisha, akawashusha thamani yao, wakawa wadogo. Walhawana, akawapa unyonge, pamoja na kwamba walijiona wana nguvu, wakawa wanyonge. Fi dunia, hapa duniani, kabla ya kufika hiyo siku ya Kiyama. Walijipanga vizuri, walijiandaa vyema, lakini Allah kawadhalilisha, wakawa wanyonge. Mipango yao, maandalizi yao hayakuwasaidia chochote. Wal adhabu al-akhirati akbar, lakini hayo ya duniani ni male madogo tu. Wal adhabu al-akhirati akbaru, adhabu walioandaliwa huko akhira ni kubwa zaidi kuliko mnavyoweza kufikiria. Wal adhabu al-akhirati akbaru, na adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Lau kanu yaalamun, kama wangelikuwa wanajua. Wal adhabu al-akhirati alladhi a'adda lahum, adhabu ya akhira ambayo Allah kawaandalia, a'zamu, ni kubwa zaidi, bikathiri min adhabi dunia, ukubwa wake ni wa mara nyingi kuliko adhabu ya duniani waliopata. Lau kanu yaalamun, bimaana lau kana indahum ilmun wa fahmun, kama wangelikuwa wana elimu, wana maarifa kidogo ya utambuzi, au akili zao zingelikuwa zinachaji, wakawa wanafahamu haya wanayoambiwa, wangejua kwamba duniani yanayojiri ni madogo kuliko yatakayofuata baada ya kuondoka duniani. Lau kana indahum ilmun wa fahmun ma kadhabu, kama wangelikuwa wana elimu ya kufahamu haya mawaidha, au wangelifahamu maana ya yale wanayoonywa, ma kadhabu, wasingekadhibisha hata kitu kimoja. Lakini wamejifanya mamwamba, wakaangalia nguvu zao za uchumi, nguvu zao za kijeshi, wako vizuri kiafya, wakasema hakuna anayetuweza. Maana hata Mwenyezi Mungu mwenyewe huwa anamkadiria kama watu wa kawaida tu. Sisi tuko juu, hakuna anayetuweza, basi wanafanya tu watakavyo. Walaqad darabna linnasi, na kwa hakika tumewapigia watu, fi hadha alqur'ani, kwenye hii Qur'ani, min kulli mathalin, kila aina ya mfano. Tumesema na watu kwenye Qur'ani hii kwa lugha za mifano tofauti tofauti, kila aina ya mfano tumeleta. Walaqad bayyana wa wadahna linnasi, kwa hakika tumewabainishia watu na tumewafafanulia watu, fi hadha alqur'ani, kwenye hii Qur'ani, min kulli alamthali annafi'ati, kwa kutumia mifano mbalimbali yenye manufaa. Wal akhbar alwadhiha, na tumewapa taarifa au habari zilizo wazi, sio mafumbo. Ma yahtajuna ilaihi, kwenye yale mambo wanayoyahitaji duniani pao, tumewafahamisha kwa kina. Hili lina madhara haya, fanyeni hili, lina faida hii. Hakuna mafumbo, ni vitu vilivyo wazi, plain language imezungumzwa. Lakini wapi, hawazingatii. La'allahum yatadhakkarun, tulifafanua kila kitu kwenye Qur'ani ili wapate kufahamu, wayatia akilini haya wanayoambiwa. La'allahum yatta'idhuna wa ya'tabiruna bitilka al-amthal wazawajir, tumejitahidi kuwafafanulia na kuwapigia mifano ili wapate kuaidhika, wayatabiruna, na wapate kuzingatia, bitilka al-amthali wazawajir,
kwa ile mifano tuliyowapigia na makemeo tunayowakamia, tunaambia mkifanya hili kuna adhabu kadha kadha kadha, tulitegemea watafahamu, labda wataogopa, watajirekebisha. Qur'ana na Arabia, maonyo yetu yamekuja kwenye Qur'ani iliyo katika lugha yao ya Kiarabu. Huyu mtume Mwarabu na jamaa zake waliompinga ni Waarabu, kilichokuwa kinasemwa kwao wanakielewa, kipo kwa lugha yao, na wakapigiwa mifano wanayoielewa kimazingira, lakini hakuna aliyezingatia. Qur'ana na Arabia, tumeleta maagizo yetu kwa lugha ya Kiarabu, ni Qur'ani ya Kiarabu, ghaira dhi iwajin, haina kasoro, hamuna makosa ya kilugha, maelezo yake yamenyooka. Hala kaunihi Qur'anan Arabiyan la ikhtilafa fihi, tumeleta maelezo yetu kwenye hii Qur'ani iliyo kwa lugha ya Kiarabu, na maelezo yetu kwenye Qur'ani hii hayana khitilafu, hayapingani, biwajhi min alwujuhi, kwa njia moja au nyingine. Hakuna aya zinazogongana, kinzana, hamna aya ambayo hii inaikanusha hii. Maelezo yake yamenyooka na yako wazi. Wala ta'rudu wala tanaqud, haziingiliani aya zake wala hazipingani aya zake. Tumewanyoshea maelezo kwa lugha safi, la'allahum yattaqun, ili waweze kusalimika, wafuate utaratibu, warudi kwa Mola wao salama. Likai yattaqullaha, tumewafafanulia vizuri kwenye Qur'ani ili wamche Mungu, waogope kurudi kwake wakiwa wamekasirikiwa. Wayajtanibu maharimahu, tumewafafanulia Qur'ani vizuri ili wakielewa wajiepushe na yale ambayo Allah kaharamisha. Alichosema hataki wakiwache, alichosema hichi fanyeni nataka wafanye. Lakini wapi, haikuwasaidia Qur'ani. Thumma dhakara ta'ala mathalan, halafu aya inayofuata Allah akataja mfano, liman yushriku billahi wa liman yuwahiduhu faqala. Allah amezungumza lugha ya mfano. Mfano mmoja kamfananisha mtu anayemshirikisha Mungu kwa kutengeneza miungu mingi isiyofahamiana, na mfano wa pili amemtaja mtu aliyempwekesha Mungu, anamwabudu Mola wake mmoja tu ambaye hana mwenza wala mshirika. Daraba Allahu mathalan, Allah amepiga mfano, rajulan, wa mtu wa kawaida. Kuna mtu mmoja kwa mfano, fihi, kwenye maisha yake, kwenye tabia yake mtu huyo, shurakaa mutashakisun, ana mabwana wengi wenye kushirikiana. Huyu mtu mmoja mabwana hawa wote anawatii, lakini mabwana wenyewe hawana kauli moja, wanakinzana kwenye maagizo yao. Huyu Mungu wa hichi, 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 wote wanaabudiwa na mja huyu mmoja. Daraba Allahu lakum ayuha nnasu hadha almathala, enyi watu, Allah Mola wenu amekupigieni mfano huu, muuzingatie. Maana mwisho wa aya anasema la'allahum yadhakkarun, la'allahum yattaqun. Kwa mfano kama watazingatia, huenda wakafanikiwa kujikinga na shari iliyowakabili mbele ya Mola wao, au watafanikiwa kufahamu walichoelezewa kwa kupitia mifano. Daraba Allahu lakum ayuha nnasu hadha almathala, enyi watu, Allah amekupigieni mfano huu. Rajulun, mfano wa mtu mmoja, min almamaliki, katika watu ambao wanaongozwa, wamemilikiwa, wako chini ya mamlaka na himaya za wafalme au viongozi au miungu wengi. Ishtaraka fihi milaka, ule umiliki, mamlaka, hii miungu wanashirikiana
kwenye mamlaka, huyu ana dhamana hii, huyu ana dhamana hii, huyu ana dhamana hii, lakini wote wako kwenye cheo cha juu. Kama marais ni marais 5, 6, 10, 100. Nimepata kuona nchi gani na marais wengi na rais huwa mmoja. Kama ni wafalme watakuwa zaidi ya mmoja. Nimepata kuona wapi wafalme zaidi ya mmoja wakatawala nchi moja. Sasa mfano wa mtu mwenye watawala wengi, viongozi wengi, ambao katika uongozi wao sayyi'ul akhlaqa, viongozi hawa wana tabia mbaya, tena wanashirikiana kwenye tabia mbaya. Kila mmoja ana aina yake ya ukorofi, si waungu wenye mapenzi, rehema, neema kwa watu wao wanaoabudu. Wanashirikiana kwenye ukorofi na tabia mbaya. Mtu mmoja anaabudu waungu wengi ambao wanashirikiana katika tabia wanayofanana nayo, ni ya ukorofi na tabia mbaya. Bainahum ikhtilafun wa tanazu'un, viongozi hawa baina yao kuna hitilafu na mizozo, hawaelewani wala hawapangi jambo likawa limenyooka moja, hawakubaliani kwenye maamuzi. Yatajadhibuna fi hawaijihim, halafu wanakuwa wanajadhiba wanapotoa maagizo ya kutaka kukidhiwa haja zao. Huyu anafosi niletee chai, huyu anasema hapana lete kahawa, huyu anasema hapa nataka ufyeke, huyu anasema hivi, na kila mmoja anasema lazima fanya langu mimi kwanza. Sasa mtu huyu anayeongozwa na wababe kama hivi, halafu si waungwana, wana tabia mbaya. Hadha yaamuruhu biamrin, huyu mmoja anamuamrisha huyu mtu huyu amri moja, wadhaka biamrihi, na yule anatoa amri yake papo hapo kwa huyu mtu mmoja anaamrishwa. Bimukhalafatihi, amri ya huyu inakhilatifiana na amri ya huyu. Sasa iwe ofisini tu kuna mabosi 3, 4, na wewe ndo upo katika ofisi ile, mabosi wakawa na tabia kama hiyo. Kila mmoja anashusha amri kwako na amri yake anataka lazima utekeleze. Usipotekeleza ana mamlaka ya kufanya juu yako chochote anachotaka kufanya. Wa huwa mutahayyarun muzi'un, na huyu mwenye kuamrishwa anakuwa mutahayyarun muzi'ul qalbi, anaemewa atekeleze la yupi, kachanganyikiwa kwenye moyo wake. La yadri liman yurdi, hajui amridhishe yupi. Ana mabwana zaidi ya mmoja, wana amri wote, na wote anataka awaridhishe, lakini kila mmoja anasema langu kwanza, langu kwanza. Anayeamrishwa hajui amridhishe yupi katika hawa. Ni mfano huo Allah kapiga, na unaingia moja kwa moja kwenye akili ya mtu. Sasa mchukulie mfano mtu kama huyu mwenye mabosi wengi, wa rajulan, halafu upande wa pili umwangalie mtu mwingine, salaman lirajuli, yeye yuko safe, anaongozwa na mtu mmoja tu, wanaelewana sera. Huyu mwenye miungu mingi au mabosi wengi anafananaje na mtu mwenye bosi mmoja? Hali yastawiyani mathala, je, mifano hii iko sawa, inafanana? Allah huyo anazungumza kwa lugha ya wazi na anasema kapiga mfano ili muelewe. Fahuwa abdun mamlukun li sayyidin wahidi, huyu wa pili ni mtumwa aliyemilikiwa na bwana mmoja tu. Huyu wa kwanza ni mtumwa kamilikiwa na mabwana wengi na kila mmoja ana amri juu yake, lakini huyu mwingine ni mtu kamilikiwa na bwana mmoja anaye amri juu yake. Yakhdimuhu biikhlasin, huyu mtu mmoja mwenye bwana mmoja
anamhudumia